Wanapokutana Waislamu wawili wakapeana mikono madhambi yao yanadondoshwa, yanafutwa kama inavyodondoshwa matawi ya mti iliyokauka kutoka juu ya mti. Unaona matawi inavyokauka, inavyoteremka nyingi, basi ndo madhambi yenu inafutiwa pale, nyinyi hamna habari. Umefahamu? Na hii kutoleana kwa mkono kwa mkono ni wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Tutakuja kuirudia hii, lakini labda tuoneshe mfano tu hapa. Sheikh, hebu simama kidogo. Unajua hii ni vitu muhimu ambayo umma inatakana kuelimishwa. Simama upande hii. Watu wakuoneshe. Shukrani. Sasa tunapokutana na ndugu yetu Muislamu, kwanza inatakana kukutana naye na uso mkunjufu wenye furaha, au sio? Asalamu alaykum. Salam. Vipi hali yako bwana? Siku nyingi Sheikh, sijakuona bwana. Unafurahi? Au siku nyingine, wakati mwingine tume siku nyingi hatujaonana, muda mrefu, ama ulikuwa safarini. Abdullah bin Anas bin Malik anasema maswahaba walikuwa wanakumbatiana. Unakumbatia ndugu yako Muislamu, hata kama muda mrefu unakumbatia, maana yake hizi vifua vipanguswe baina yetu, itoe vitu ambavyo iko humu ndani. Sasa unapokutana naye unamtolea salamu huku na uso wenye bashasha na furaha, alafu unampatia mkono. Hii mkono, jambo la kwanza, kile ikikaa hapa ndio bora kwenu nyinyi. Madhambi yenu yanadondoshwa hapa, nyinyi hamna habari, kama inavyodondoshwa matawi iliyokauka kutoka juu ya mti, nyinyi hamna habari. Kwa hivyo ndio unaona Mtume sallam ilikuwa hatoi hii mkono mpaka huyu bwana aitoe. Mtume alikuwa kukutana na mtu anampa mkono baada ya kuwa mkuu, na huko anamwangalia anamsikiza. Si wewe unampa mtu mkono na unamwangalia, unamtolea salamu alafu unaangalia simu. Ama unashughulika na mambo yako na angalia huku. Yaani maana yake wewe, mimi sina haja na wewe maana yake. Umefahamu? Hii ni makosa. Umefahamu? Kwa hivyo hii mkono kile ikikaa hapa ndio bora kwenu nyinyi wawili. Na labda mtu ana haraka masala mengine, lakini tukiacha hapa ni bora zaidi. Hata nusu dakika, sekunde 45, dakika moja, tunafurahi tumekutana jamani. Umefahamu? Lakini leo Muislamu anakutana na ndugu yake Muislamu, anamtolea salamu, alafu hata na yuko karibu naye anamfanyia hivi, na yuko hapa tu asalamu alaykum. Na kuna wengine hata salamu alaykum atoi bwana, wanamkuana kwa macho na nyusi. Yani hata salamu hatoi Sheikh. Watu wamejaa mitaa yetu hapa, anaona dhiki kutoa hata salamu, na ukimtolea salamu anaitikia kwa macho na nyusi. Na wengine unamtolea salamu, salamu alaykum, unaleta mkono, anakuletea ngumi. Anakuletea ngumi, anakushika la ngumi namna hii. Waliyadhu billah. Unajua hii corona nayo imekuja na mambo yake Sheikh. Mimi leo nitakataa kumpa huyu ndugu yangu mkono kwa sababu ya kuhofia corona, lakini leo nitatoa pesa mfukoni, nikimpatia atachukua. Sasa na pesa ndo mbaya zaidi. Pesa imesunga kwa watu wengi. Huyu alipokuja hapa ameenda kutawadha, amesanitize. Sisi ni watu wasafi, tunaoga mara 3 kwa siku, tunatawadha kila wakati. Tunaacha fadhila kama hii kwa sababu ya kuhofia vitu ambavyo wenyewe subhanallah hata hatuna habari nazo. Na kuna wengine subhanallah, unamtolea salamu, leta mkono Sheikh, anakupa nusu ya mkono. Yani wewe ustahiki kamili, wewe ni nusu tu bwana. Ndio. Na mwingine unakuja unamsalimia, leta mkono, unampa mkono, afu unataka kumkumbatia, anakukumbatia kwa hapo, yani haendi mpaka mwisho. Subhanallah, yote hii ni makosa ambayo watu wanayafanya, na wale wengine wanafanya hivi. Hii hakuna katika sunna hii. Wanasema ishike mkono kuonesha ni nguvu na mapenzi, nimefurahi kuishika hii. Si unacheza naye hapa, wanafanya hivi. Hii ni baadhi ya watu ambaye wana desturi zao ambao wanayafanya. Jazakallahu khair. Kisha tumetaja hapa na Muislamu kwamba wanaume kwa wanaume ndio ambao wanapeana mikono, na wanawake watapeana mikono kwa wanawake wenzao. Mama yako mpe mkono, mke wako, dada yako, mtoto wa dada yako wa kike, mtoto wa ndugu yako wa kike, khalati yako, shangazi yako, anti yako, au wote hawana matatizo na wewe, huwezi kuwaoa. Lakini mwanamke ambao unaweza kumuoa, uruhusi kumpatia mkono. Kwanza Mtume anasema inni la usafihu nisa, mimi siwapi mkono wanawake. Na Mtume sallam anasema bora mtu achukue sindano al-mukhit, tena ile sindano ya chuma, wanasema baadhi ya wanazuoni ile sindano ya kushonea gunia, ile ikawekwa ndani ya moto, ukaitia ndani ya kichwa chako, ikaingia mpaka ndani, ni bora, khairul lahu min an yamussa imra'atan la tahillu bih, ni bora kwake yeye kuliko kumshika mwanamke ambaye ni ajnabi, ambaye unaweza kumuoa. Ndio wao, na kuna baadhi ya watu wanakuambia huyu ni kazini yangu, huyu mtoto wa mjomba wangu, mtoto wa khalati yangu. Mtume anasema alham huwa almaut, mtoto wa khala yako, mtoto wa mjomba wako, huyo ndo mauti huyo.
kwa sababu unaweza kumuoa huyo, usimpe mkono. Manake wengine wanakuambia bana, mimi sina nia mbaya na yeye bwana, ni jirani yangu, mfanyikazi wangu, mfanyikazi mwenzangu, ni mwanafunzi wangu, sina nia mbaya. Kweli huna nia mbaya, lakini upate kujua sheitani yuko katikati yenu. Sheitani atakuja kutumbukiza mahali pabaya sana. Unajua wanawake na wanaume wameumbwa na maumbile tofauti. Mwanamke ameumbwa na sauti nyororo, mwili imeregea regea, mwili nyebamba nyebamba, laini laini, na mwanamume ameumbwa na sauti ya bezi, sauti kubwa, mwili yenyewe kavu, imekomaa, imekauka. Sasa wewe mwanamume utakapomgusa, utakapomshika mwanamke mkono, unasema mimi sina nia mbaya. Sheitani anakuja pale na kuambia, ikiwa huyu mwanamke mkono wake ndo laini hivi, sehemu nyingine ya mwili itakuwaje? Sasa tayari umeshatiwa katika mtihani. Ndio akasema alosema, fanadhratun fabtisamatun fakalamun famaw'idun faliqa'un. Sheitani anaanza mbali sana. Ulianza kuona tu, ukaanza kutabasamu naye, ukacheka naye, ukamsalimia, ukaanza kuzungumza naye, mkaekeana miadi, kisha mwisho kitendo ikafanyika. Lakini ilianza mbali sana, haikuanza karibu. Na leo unakuta watu wanakuambia mimi sina nia mbaya. Wewe leo utakubali mke wako asalimiwe na mtu ambaye si, hata kama ni jirani yako tu, huwezi kubali. Huwezi kubali jirani yako au mtu unamjua tu hivi